Niaje wadau. Welcome back to Hadithi 254. And I'm back with the gang again. Nataka wajiintroduce. Yo, Jenga hapo. PK Mr. G. Leo tunaongelelea ni ile tu story. Tunarudi pale kwa kuna mtu aligongea Marehemu. Turudi tuanze hapo. Na culprit hapo hapa. PK ufanye hivyo. Sasa tumalizie hiyo story saa vizuri bila sasa. Ndio watu wa understand aje kuona ni kama Utajitetea ukiwa side gani? Utajitetea ukiwa side gani? Tulia nikuchapie story. Kuna boys fulani hapo. Ligenya. After kugenya manzi yake ni wala manzi wa kupiga sherehe. Sasa jua yeye alikuwa used kwenda sherehe na boys wake. Na boys amegenya. Sasa ile kitu ya sherehe bado manzi yako na alikuwa anaenda anazikisha na mabeshte wa boys wake. Kwani yako anampenda juu. Wewe ukikufa ushapotea hivi. Yako imeisha hivi. Si anafaa at least kwanza aache sherehe kwanza mono. Una grief. Ujaona mruka haraka. Unaruka marehemu. Unaruka mtu. Shaenda hiyo yako imeisha hivyo. Lakini hiyo ni noma. Mabeshte. Lakini story yote ilitoka kwa ile kitu ya like the role of a man in a relationship. Yeah. I think hiyo kitu ilikuwa kuwa like a man is a protector ama mlikuwa mnasema nini? A man is a provider. A provider. Same protector pia. Unajua mama ndio anapenda kuku kuangaliwa sana. Nadhani wasema tu wanapenda kuku. Anaangaliwa sana hivi design ya kama watoto. Na usipombeleza manzi inakuwa mbaya. Manzi pia anataka mtu yena anamdekeza ile design. Sasa mi by the way mi huona saa ingine nikaa si wana overdo. Kwa nini? Kaa kusimp, wana simp. Mamanzi manzi wengine overdo vitu. Sasa simply because ati mimi ndio provider sasa inasemekana sasa imeandikwa wapi ama imesemwa wapi wewe huwezi provide. Unaona? Sasa okay, kama tumeagree. Because mimi siwezi taka manzi atafuti kama mimi. Unaona? Yakuja tunaziwekelea hapo kwa meza. Sio tunatisha tunaziekelea hapo nimejiconfuse. Hatuwezi ekelea zote kwa meza. Hapana. Okay. Tuna agree wewe sasa mimi nitakuwa nalipa keja. Ngoza mnaekelea do zenu pamoja au mnaekelea do yako peke yako? Unaweza pia manzi. Wewe tuambie tu sasa niko hapo kwa hiyo track. Au story yangu unataka ujipe. Story yako sasa. Story ni yangu ama ni yako? Sasa anajibu swali. Hata kujipea story yangu huyu jamaa. Sasa anajibu yes. Msemaanza story Meru. Ndio maliza story podcast. Bana tutakuwa sasa okay. Tuna agree mimi nitakuwa nalipa keja na maybe fee na kitu kama hiyo. Maybe anafanya shopping. Ule manza mani wa kama hizo. Ni manzi. Hata naona changa tu tunaendanga tu hivyo tu like. Okay, kaa ni manzi. Manzi enda ukaitishe baba yako bana. Sawa. Niko na swali sasa on that ndio before tuongelee eti mtu anaweza patia manzi yake do ngapi. Unaweza fungua joint account na manzi yako? Hiyo nayo zi. Mimi naweza. Hadi mimi naweza. Hiyo nayo ni inaonekana bombe katana na hiyo mambo. Kwa nini unakatana? Hebu tuambie kwa nini unakatana. Unaona kitu yenye unasema like mnaleta funds pamoja. Alasa mnaamua kitu itafanywa. Sasa obviously zitaenda kwa account moja. Hapana. Kuna kuja kuna haribika. Si unakuwa umejiwekea yako ama. I mean as an individual. Umejiwekea kando. As an individual. Bro, saa nyingine koti uanga ina favor watu. Koti. Ile siku utakuja hapo hivyo kudaidai vitu zako. Utaona kicha mtema kuni. Huyu anajua tu station yake na hizo relationship yezi work. End of the day wataachana tu. Safi kwa koti.
Inaitangwa aje kwa Kiswahili? Ubabedu. Toxic masculinity. Okay, sawa. Okay. Si mbovu kuweka hiyo mindset hiyo by the way. Huharibika. Juu mimi nayo siwezi itikia kuwa ordered around. Sijui kama unanishika. Hapana, sikuelewi hata kidogo. What do you mean ukisema being ordered around? Tuna float. Kuna mtu anaweza kuwa tu like mko na yeye. Tuseme hata si bibi yako ama anything. Lakini mtu anataka kukalie juu kwa kichwa. Kila saa tu wewe unataka yani utakanga ukue kwa magoti tu kila saa. Una beg. Haiwezi, labda wewe umewekwa. Juu story kama mwanaume unaweza wekwa. Nalingana. Epic. Unangana na nini? Nalingana. What are the terms? Una deceive nini kutoka kwake? Hata kwenye live nimekupush. Kama unajua kuna station unaweza push na live uone. Ushawekwa PK ndio? Hapana. Huyu ameshapitia vitu mingi kama ameshagongea hadi marehemu. Huyu amewekwa hata saizi. Huyu nini hajajaribu kwa hii dunia? Lakini wewe Wale PK. Maana unaweza wekwa. Mimi siwezi wekwa. Unakataa kwa nini? Mbona unakataa haraka hivyo? Hapana. Kwani umeona mtu amewekwa? Life iko. Umeshaiona mtu? Tumeona wengi wamewekwa. Share the story, we learn from there. Like ukiwekwa. For example mmoja. Sina for example ati mtu najua. But me kwangu I seem right. Like abu imagine umewekwa. Na zamani unafaa kuwa respected. Ndio unafaa kuwa head of the family. Sasa wewe ndio unakuja wewe ndio unaprovideiwa utakuwa je the man in the house. In fact kwanza huko hata unaweza fukuzwa hii. Ndio, anytime unafukuzwa. Hata Bible yes kubali mtu. Ndio. Sasa man should be the provider. Hata inakuwa ni kama umeswitch to the Like nini. vitu zingine si nyinyi mna invent hata saa hii. Zilikuwa bado. Zilikuwa gadi hiyo time ya kina Noah. Nani alikuwa amewekwa kwa kina Noah? Nani alikuwa amewekwa? No aliyekuwa na nani? Uzama. Kwa shema alikuwa amewekagwa. Ai, na nani? Uzama anakuanga zabu mbaya. Wewe hata nikiweza kuuliza hata hao Sanzo wanao unawajua. Naume kama mwanaume kuna vitu zingine. Kwa vitu zingine kujua watoto wanao. Unawajua. Watu ndio nakwambiaga. Yesu akisema leo. Kuna Jafet. Aseme share with us 2 verses in the Bible. Ama kesho usiamke. Jesus wept. John 3 ama kesho usiamke. 35. Bro, tukuzike wapi kesho? Tukuzike wapi? Vitu kama hizo. Like wanaume, okay. Back to our topic, role ya unajua mnapotea kwa topic sana. Ndio tupeleka kwa Noah. Sasa waambia mmoja mwenye alikuwa amewekwa huko. Nani? Alikuwa amewekwa. Boy. Usirudi hapo bado. Bwana ajike anasema. Okay. Back to the topic, mimi singetaka kuwa na mtu. Kwa nini? It's bad. Moral, unakuwa na moral kama anakuona sasa wewe ni nini? Hauna anything like ukitaka hata nguo ni yeye unakimbilia. Unaitisha nguo kwa Ama basically kama mzazi. Wewe mwenyewe una disrespect wewe mwenyewe hujitambui. Kweli. Unajikosea heshima mwenyewe. To next that sasa umeadi umewekwa. It makes sense. Kama mwanaume unafaa unangangana huku nje. Ndio. Ndio uinue maana. Una grind. Hera. Piga mjei. Nimeenda kutafuta sugar mami. Piga hera. Unajua kuna siku nimeona Jenga kwa hiyo site. Site ya. Jenga ulipata? Okay. Mimi na feel like mimi nakuanga na moral compass, unajua. Like mostly for me kama venye Maina alikuwa amesema. Morally si feel like kama ni right, you know. You engage na person mwenye yako, you know. Maybe ije mamako ama kitu kama hiyo. Okay.
but you know ati huyu achana huyu anakuanga on another level. PK alikuwa ananiambia ati apparently ako in love with an older woman. Sasa sijui bro, iko sawa. this is very serious. Na wewe ndo watu advice wenyewe pesa ni mbaya. Sasa PK ni nini hivi? Sasa ameelezea mapenzi gani? Sawa, maliza story. Sasa anatafuta a romantic relationship. Mwambie story. PK, mbona unafika hapo to that extent? Hiyo story. Unaona kama ni sawa? Nataka range. Kwani huwezi pata range ukiwa na dem mdogo? Bana. Bro, sasa unatembea na Noah. Hata ya nilipewa. Unatembea. Sasa unatembea na Noah. Unataka sasa kupanda grade. Sasa hiyo inapatikana huko kwa hao watu. Connection tunaweza wapata. Wewe mbona uteseka na maisha iko? Piki niko na swali. Kwanza kwa Mr. G. Is it okay for a man to cry? Kisirisiri bro. Bila kuonekana. Unalia kaa ukiwa kwa blanketi ndani. Kulia ni healthy by the way. Niliona research nyingine that watu wenye waliangi they are most probably depressed, likely to become serial killers. Iwe na acha hivyo. Anza zile there are people hao watu kuwa psychopathic like huyo mtu ana huruma ana nini. Wow. Mtu hali mtu aoneshi emotions like ana emotions totally. Radhuru kama 80% chance jamaa anaga emotions becoming nini wanakuanga psychopath. Unasema Piki ni psychopath. Na ni research tutaiatacha. Jamaa anaga emotions. Venye alifanyia Ataka ni bigal kwa huyu jamaa. As it sense. Ngo shailia. When was the last day ulilia? I think 2021. ulikuwa umeachwa ama nini? We hata me maybe 2020 hapo. Ai. Kulia nayo. Mara mwisho ulilia ilikuwa lini Kathu? Kulia. Nitumiaka. Walikuwa lingana mtu na yeye. Lakini si hata nyinyi wenyewe yenu ni kitambo, lakini sio ati ni miaka mingi hivyo. Hapo hivyo mama 2023 hapo. Ndio mara yako mwisho kulia? Na hiyo kutoka hiyo siku nilimwaga hiyo machozi. Siwezi mwaga ingine. Kama niuliza juu umesema hivyo kulia nini? Ni kweli by the zaman kulia ina si mingi. Inakaaga uko week. Inakaaga uko week. Not necessary. Una deal aje na kitu inakusumbua? Maybe imekusumbua to a certain level that yani hauna any other escape. Hauna escape. Una deal aje kutoka hiyo? Ni mlevi. Wanga na hapo. Uenda Habanos. Anaendaga Habanos. Analeo azi. But sasa ikwangi solution. Hiyo ni kudile wewe na delay shida yako. Sio mwenye huyu jamaa vile anaongea vibaya. Ati kuna nikia kitu ndio inaweza mchukua. Jamaa. By the way, kuwa tu na ule best yako mmoja. Either jamaa mwenye ukifanya ujinga anakuambia uko na ujinga. Na agree na yeye. Anaweza kuwa manzi. Sema kama manzi yako. Ama sasa unaweza kubali manzi yako akuwe na huo boy mwenyewe. Anaweza ataenda hiyo siku. Man. Nayo zi. Na wataenda hiyo siku. Watu wakupeana shoulder to lean. Shoulder to lean. Sasa manzi yangu akuwe na jamaa kaa hii ati huyu ni wa shoulder. Huyu ni wa shoulder to wangi mzuri. Huyu ni wa shoulder to put legs on. Huyu guy Mungu wangu. Vikeni lakini karibu jina. Ndio mnaharibu jina hawa shenzi. Ati shoulders to put legs on. Bro. Crazy. What? Hata mmetuma tupotee kwa. Penye tulikuwa.
Okay, unaona manzi yangu nasema ati akona jamaa ati mimi hiyo siaminingi hapo kuna urafiki. Kuna But ile kitu nasema ni it's okay for a man to be vulnerable pia sometimes. yeah, that's true. Mimi shaikwambiaga hiyo But mimi I feel for a man we have a lot like vitu mingi sana tuna go through na vitu tunafaa kuhandle na plus uko na watu wanakurely uko na dem ukikuwa weak dem yako akue weak aje itakuwa aje sasa. I feel like but like you should be strong for the people when you wanakuangalia. No, I feel like being vulnerable necessarily doesn't mean that you're weak. Unajua nile yenyewe unaonesha mtu don't show that vulnerability. Sasa wataka kuonyesha wewe unashinda ukionyesha kila saa. No, I'm just saying is if you have a partner, ndio. Unajua the whole sense in it they are supposed to be there for you to support you as a companion, ndio. So I mean if you're going through something anafaa kuwa your safe space, ndio. Yeah, so labda sema. Yes, I feel like sasa when you already talk about it, ndio. Ama when you run it through them, ndio. Unakuwa uko fiti. Unarudisha hiyo strength yako sasa. If maybe ni mtu mwenye mko in a relationship with but to the outside people nini kuonesha nini yako. Ukisha una dealing aje na nini zako? Mimi yangu ni kuongea tu na stranger. Yangu ni ukipatana kwa mat. Napokaa sikujui sitaki kuona tena. Na kuchapia tu story alafu. Sitaki kuona tena so huyu jamaa deal nayo. Mimi hufanya kitu yenye napenda kufanya. Mimi kama mimi hupenda kuchora. Pia mimi huandika. Nikiwa niko na stress hivyo, tupana nachora, na paint. Nacheza game, vitu kama hizo. By the way, hizo ndio vitu zile coping mechanism yangu. Sana kuchora. Enda hata busy ya PS uende ukacheze magame na huko hivyo. Wewe unafieka si ndio? Wewe uti. Like mimi nafanya kazi bado na nachukua wale wangu pale hiyo. Naingia ground. Sasa nimeelewa. Yo. Wewe toka hapo. Ni sorry for that. Like hiyo unaweza enda wira ati sasa by the way unaweza tu msha. By the way inaweza saidia. Hata lakini hapa ni amwe ni edit the whole day. Lakini sasa sio ni kuwa workaholic sasa. Sio ni kuwa workaholic. Exactly. Yes, if it it's another form of zingine. Ile shida zako. Hata kututishia. Aka jamaa wewe akataka kutumia terms zingine hapa ili kututishia. Kuna kitu sasa huwezi kuwa unatumia terms kama hizo ngumu hivyo na unalia. Unatumia terms ngumu na unalia. Nilisikia Maina alisema psychopath. Kadhuru akaangalia kando. Sema psycho what? Nimeshindwa. Ujawa anaongea hivyo na analia. Ai ufai kuwa unaongea vitu kama hizo na uko kwa roho. Unanimiskot. Hapana. Tumia tu kitu yenye yani ni basic. Sasa nafaa kusema nini? Sasa huwezi kuwa unatumia term kama hiyo na umelia last year. Kama last month au jana usiku. Wacha ufala. What? Uzawa hapana. Lakini ya coping mechanism yake iko fiti bado like ongea na watu. Unaweza pata umeongea na mtu amekutengenezea siku. Ulikuwa siku yako imeharibika tukaa hiyo. Na pia kasi hizi tunaongea banta usaidia. Unaweza tuongea saa hii tu hapa uji kuna mtu una heal. Unajua mtu kama unasaidia mtu kama Kadhuru saizi ana heal huyu. Kosi ana heal. Nikani yame ni hard juu. Ujawa wewe. Ujawa anakuanga na violence mingi sana. Bubble violence. Ujawa unaweza sikia tu amekurushia tu kineno. Lakini tu nasemaga ni sawa. Kineno hapana. Hiyo ni nini sasa? Kineno. Inalingana na mwalimu wa nursery. Walimu wako wa nursery alikuwa alisema alitulizanga hadi ile siku ati kama mwalimu wa nursery ati kama alikuwa mwanamume au mama.
Anasema Why does it matter? Hebu tuambie by the way mbona ina matter? Ushaiona mwalimu wa nasari mwanaume? Lazi joke guy. Ushaiona? Zai. Nika useme ushaiona mazishi ya albino. Wapi? Ushaiona? Wewe shia wako. Simi mwalimu wangu wa nasari alikuwa mwanaume. Ai. Bro, Mimi sijaiona. Mimi kwangu sijai. kama mwalimu wako wa nasari alikuwa mwanaume, sasa unafaa kuwa ni mwanajeshi. Unajua kwa nini? Mwalimu mwanaume wa nasari. Hebu siku moja uangalie tu mademu wanga wanafunza utoto like wameenda choo hivyo, lazima wafuate wote. Kenya kajavaa vizuri nguo anakarudisha vizuri. Mwanaume uko na time ya kufanya hiyo saa ngapi? Nasema aje Kadhuru, kwanza umesema umesema hivyo nikakumbuka kitu fulani hapo. Tunasema like the role of a man in a relationship. So siku hizi kuna watu wanaitangwa stay at home dads. Stay at home dads. Sasa iko hivi, ndio. Bibi yako ndo anafanya kazi. Unakaa home. Unaona venye unaweza kuwa na housewife. Sasa likie kazi yake. Sasa wewe kazi yako tu ni kukaa kijani unachunga ule watoto. Na Wako it's there. It is happening. Sasa unaweza kuwa stay at home dad. Na huyu mzae ni mapesa ako nazo ama? Mko na pesa? Ni huyu mzee ametafuta pesa. Hapana, si ushatafutiwa yani. Yeye anatafutia, si kutafutiwa. Agreement ni. Sasa mzee anawekwa na watoto wake, pia ya mtoto na mzee wanawekwa na mama. Urudie. Wewe labda uifrase hivyo sasa. Ni kama watoto wake wamewekwa na bibi yake. Si unaweza kuwekwa ni ile ya kama sugar mommy ama whatever. Sasa kazi yake ni kulea wenye wamezaliwa. Asi yeye hadi anazaa. Inasema like venye iko si ndio? Uko home, kazi yako ni kulea watoto. So zile duties zilikuwa zinafanywa na bibi yako na like the conventional whatever of women. Kitambo like unapika, unafua, unapeleka watoto shule. You know, those chores. Na sasa wewe unafukuz, now you're a stay at home dad. No, I'm still pale kwa they exist. They exist, they're there. Wapi? Ziko. Hizo vitu za majuu. Ama pike huku ziko wewe. Pike umeshaona. Japana mmoja. Hadi mimi sijaipatana na mmoja. So, do you think that is right? Do you think wherever you can be a stay at home dad? Ai noma. You've presented with that option. Mwenye siwezi kaa tu hivyo kijani ati niletewe na bibi how. Hadi mimi kwangu mimi As long as sina shida yote. Yani iwe kama maumivu, accident imevunjika, kama sina hizo issues. Mimi siwezi kutaka maneno. Hiyo ni noma bro. Kuna something that has been coming up lately, ndio. Girlfriend allowance. What do you think? Kupeana allowance kijani. Yani unaona? Ebu unasikia haka jamaa vile anakuambiaga sasa. Hata nikufafanulie. Arudishia huku. Girlfriend allowance ni ile pesa unapatia manzi yako ya upkeep kila mwezi. Ila nywele. Unampatia tu a certain amount of money. Girlfriend. Ebu kwanza urudie. Niko unamlipa kuwa girlfriend. Ngoja, my friend. Lipa pasi allowance tu. Ebu nipeleke pole. Uni girlfriend, sio wife. Unajua kwanza kuna mtu alinikasirishanga sana. Juzi tu. Some months ago. Nikakuja nikaambia producer wetu Juni Dem. Anajua. Umdem bana ananiambia ati do you know my hair is your responsibility. Na tumejuana mwezi moja. Na yangu. Nywele yangu ni ya nani? Mimi naenda kuitisha nani hiyo chuani nikanywelea. Hapo kama unadondoa ya chuani. Kitu yote na nimeona na chuani. 500. Ati 500? Bro. Haki na Mungu. Una nywele yangu na ngapi? Naso. Jenga.
Tuchwani. Jesus. Na sisi wamebagini. Kwani wanagongo Wewe kwani hiki vinyozi unaenda wapi? Unaenda Karen? Lakini juu mimi upakwa dai, so maybe. Maybe ni hiyo. Niko nataka kuuliza kitu jana. Jenga Tuchwani ni wapi? Ati Tuchwani hapo tu, watu around. Lakini na services ziko Wako fiti Asije jua kwa kina kadhuru ni ile Ai bro. Ile mkia ng'ombe unapozwa na mbio. Wewe. Nagongo mmoja wale wase kumalizia alafu nakuchapa bana. Ni kinyozi unakaa kininja. Hiyo kinyozi. Ukipata huo kinyozi akiwa na stress zake hiyo siku. Unajua sasa hiyo siku unataka kunyolewa na uoshwe. Amerusha ile kitambaa moto kwa ile nini kwa maji moto. Unaona? Amechomeka sana na kujia kwa kichwa. Na ni 50 bobado. Bado ni chwani? Yeah. Ni wapi huko? Umeoshwa umesuguliwa hadi uso. Ai. Ile na si ile ya kunyolewa na wembe. Na kagunia. Wasuguliwa mpaka na kagunia. Ai. Sasa juu ya hiyo nikuulize. Unaweza fanyiwa massage na mwanaume kwa kinyozi? Hata mzalitibu hiyo story ya girlfriend's allowance. Allowance. Do you think ni fiti kupatia manzi yako allowance? Mimi kana do naweza mpea. Hadi mimi. Hata mimi sina shida nayo. Siwezi kuwa na shida na hiyo. Lakini I feel like sinataka ukae fiti. Ati wewe sijui nini hapo. Lakini sasa pia manzi asifanye kama ikuwe ni sheria makombo. Ndio nasema but like Sasa mimi personally sina shida na kupea mtu pesa. Unaona? Lakini mtu anakuja anakuambia hivyo ukijaribu unajua unaweza pima msee umwambie mimi sina yenyedo. Unaona? Unaona anakasirika. Sasa mimi kitu inakuja kwa mind yangu, unakasirika pesa nimetafuta. Mimi naamka natafuta wewe unakasirika juu sijakupea. Akia nani endelea kuvura. ya maina ulikuwa na swali. Juu nilikuwa nauliza, nimeona siku hizi kwa massage nini kwa kinyozi mpaka wanaume wana massage watu. Unaweza massage na mwanaume? PK. Hapana. Kwa nini? Hapana. Kwa nini? Yeah, hapo bana. Ina feel awkward. That is very bad. Huwezi kadhuru. Crazy. Kwa nini? Ndio maana siku hizi vinyozi unapata wanaandika to them for specific reasons. Umeona ile yenye huyo mtu mwenye anakunyoa ndo kila kitu. Yeye ndo masusi. Yeye ndo anakunyoa, kufanyia facial, yeye anakuosha, anafanyia facial. Lakini mimi na feel like niko comfortable kwa massage. Si ni professional. Si ni professional masusi. Huyu jamaa sasa wewe Si ni professional. Sasa kwani si anakuwa na manzi. Sasa nasema umetaja hivyo. Si hivyo umeenda. Unaweza kuwa comfortable. Umeenda spa. Salon yenye mtu wako anaenda, akona masusi mwenye ni boy. Ana massage mpaka mabega na ana massage vizuri, Jibu hiyo swali sasa. Rido me that. Niko na swali piki. Anaendanga hiyo time kama sijui. Unajua. Sasa unajua akienda salon, ameenda kwa Steve massage. Ameenda kwa massage na Steve O. Si Steve wewe lakini ule mwingine. Unajua Steve massage? Huyo kwanza namuona. Namuona. Unaweza kubali? Hiyo unajua tena huyo na yeye anafanyaga zingine private. Assuming anaenda hiyo private. Hiyo yenye yako. Hapana. Hapana, hiyo nayo hapana. Hiyo nayo ataenda hiyo siku. Mimi nasema wale watu wawili wewe boys na dem. Mnaenda mtu wako. Hiyo ziko sawa. Lakini unataka kuniambia like umeenda vacation ama diani ama wherever. Umeenda spa, ndio. So ukipata like huyo attendant huo masusi ni mwanaume. Sasa utafuta massage hiyo. Hapana, wacha ikae. Ni professional massage. Ni professional. Nitangoja kesho. Mimi nitangoja hata staki ya mwanaume. Mwanaume anaanza kukuguza aje bana. Au anakuwekea mafuta ile mafuta. Mimi kama kukaanisha kwa gari ni shida. I feel like uko basi biased kwa sababu kama dem yako hawezi tikia kwa massage na mwanaume.
Haya, sasa unaona uko biased. Mbona yeye basi hadi yeye akiweza masajio na Dems unaweza furahia. Huwezi kuwa na shida. Wacha akuja niambia sasa hapo pako sawa. Mimi nitafanya hiyo kazi. Sasa wewe si neno ya kwenda huko sijui ati ya masajio na nani. Anataka professional masus. Kama ni professional ni mwanaume. Kwenye anafaa kuvurutwa mguu unafunga kamba. Unavuruta mguu. Unaona? Sasa usishinde hapo ati ameenda kwa professional masus. Masus. What are those? Unaweza kubali aenda party bila wewe? Last night out nini? Unaweza kubali? Sasa ni sawa aende lakini nikuwe najua. Mimi sina shida na yeye kuenda juu, huwezi funga mtu miguu. So aende na hadi akiwa na male friends ni sawa. Ni sawa. Ha? Bora tu hakuna kitu mbaya anaenda kufanya. Kwani hata mimi nimefungwa mikono ama miguu? Akitoka na mimi naenda. Wajua demu yako aende party mpaka na wanaume. Si ni sawa. Ni sawa. Hadi huko. Si ndio? Si ni sawa. Wacha aende. Wewe bora ukijua basi anaendaka kufanya hizo tabia zake. Tuna end things. Toka hivi na wewe unaingia mamu yako. Mimi feel na nitarudia tena tu bila nirudia podcast nyingine. As a protector au only a physical protector. Unafaa protect pia spiritually na emotionally bado. Ukijua place anaenda ni temptation, ita lead temptation, ufai kuitikia aende. Mbona ufai kumlead kwa unajua yenye unajua itakuwa mbaya kwake. Root cause. Umekuwa tempted. Why? Wewe ulijipeleka. Temptation inapatanga kila mtu. Ulijipeleka kwa nini hapo penye unajua utatemptiwa? Wewe mbona uliitikia na endo protector wake? Kwani lazima niulize ati kama ataenda? Sasa ndio endo the man of the house. Akitaka kuenda kwa duka, afai kuulizanga ruhusa. Sasa duka, semi duka. Lakini hiyo ni pale. Na sasa nakiweza kudanganya anaenda duka alafu aende huko. Wewe Maina unataka akikwambia anaenda kwa duka. Sasa ndio kuna makosa. Sasa ndio nasema like sasa ndio kuna makosa. Mimi sioni kuwa na shida, si mtu mzima, mtu anaweza make decisions zake. Anaweza make decisions but unaona vile anasema like wewe si only physical protect. Wewe uko tu hapo tu hivyo. Sasa Maina assuming msupa wako ni best yangu, si ndio? Huwezi kubali tu tuende ni birthday yake, tuende tukapati huko nje. Sasa mbona si yuko na birthday yake? Ama ni yangu. Niambia kwanza ni birthday yake. Sawa, ni yangu basi. Birthday hata sikuje birthday yako kitu. Kama si yuko. Kama uko. Feel like tunafaa kuja na yeye. Sasa si hadi mimi dem best yangu akiza niita bash, tunaweza enda na yeye. Hiyo ndio inafaa kuwa ama nakosea. I think unaweza dem yako na bash ya best yako na huko. Boy, best yake boy. Inafaa ikue. Aje. Yeah? Unaona vile inafaa ikue. Maina. Penye inafaa ikue. Ni mmeamua kukaanisha. Si ndio? Tafadhali kama ulikuwa nao marafiki wenye ni tachi ujinga ile kufanya ufala yenye itatuma ule mwingine aumie unaacha. Unajua unafaa unasoma feelings za ule mwingine. Huyu mtu akiona hivi anakasirikaga. Unaona? Tena bado unaenda na hao marafiki na unajua wanakuaga hivyo. Hii ndio point tunaweza shikana na yeye sasa vizuri. Sasa ndio hiyo nakwambia sasa. Hapa tunashikana. Unaona? Azin manzi inafaa hivyo basi. Niko na swali basi. Anafaa anaachana na marafiki kama hao ama maybe anawaambia sasa yenyewe. Haya, sawa, ukiapproachwa na dem akona boy akwambie kuna venye nakutaka. Na najua kuna boy. You're very much aware atakuwa na boy. Siwezi. Mimi siwezi. Wewe acha kuruka. Mimi bora wajawana. Siwezi. Mimi bora wajawana. Hapana, mimi sijaoa. Nasonga na yeye. Feel hizo ni double standards. Kama sijui, yani naona kama boys si morio wangu. Hatujaingia mimi unanielewa? Jamaa baba. Feel like vile unamfanyia ndio uwezi taka kufanywa pia. Uwezi taka mtu akuniambia kila manzi umeona approaching ananga boyfriend. PK bwana. Unatoa mtu kwa mtu. Lakini mimi upenda wale wenye wanaambianga mtu ako. Wewe ukiona wako akona mtu? Si yaende, si shida yake. Huyu jamaa wa hii unatuchanganisha man. Hapana, umesema aje? Umesema dema ku approach. Unajua ako na boy. So kwa unajua obviously unajua ni nani. Unaweza kubali. Bora kama si mori wangu. Hapana. Kugongewa ni constant. Hapa kama boy si mori wangu. Hai. Unapita na yeye. Na huyo manzi yake. Ayo. Hapana, iko hivyo bana.
wewe mimi najua, mimi niko sure hakuna wale wa manzonya huo. Hiyo kijiji yenu, basi kijiji yenu. Ile maafa umefanya huko ni mingi sana. Hakuna hakuna dem mwenye. What? Mwenye kila mimi na kusema kama 100%, 20% ni madem mwenye our dates, unanielewa? 80% wako na mtu. Sasa na vile jenga anasema uko na double standards kwa sababu kama huwezi sikia poa akienda na mtu mwingine. Unajua sio kama sasa wewe nakujua, sio sitaka stories za manzi, kwanielewa? Sasa nipate na manzi hapa niambia kuna chacha simjui. Hiyo na utaconsider. Sasa ona umepatana na manzi akwambia kuna boy. Mimi sijui boy wake. Mimi sijui boy wake. By the yenyewe. Juu sasa umepatana na manzi pale wanakuambia chali yake ni Maina. Ni kama saa hizi. Unahurumia Maina. Anaweza shindwa maybe hata hiyo sipo kufanya podcast. Unafanya podcast Maina analia. Mndapigwa mapanga. Mimi na feel fai like kama uko na mtu sema uko na mtu na wewe mwenye umeambiwa ako na mtu itikia. Jua ndio mtu wako hapa kwani ni hivyo. From the word go, ukisikia mtu ako na mtu, achana. Wala nyinyi mko na roho mingi yenyewe. Mjini Kenya. Unaona manzi akisema akienda ku approach na anajua kuna mtu. Manzi si mjini, kuna kitu anataka kutoka kwako. Either do ama kuna kitu anakosa kwa boys wake, ndio maana ku approach. It doesn't matter for whatever reason. All I'm saying is this lady has a guy. Unajua jamaa wake. Amjuani like, you know. But amekwambia ako naye. It doesn't matter kitu anakutafutia, but amekwambia, you know what, I have a man but I'm also interested in you. Unaweza kubali? Mimi siwezi kataa. Biba tunaelewana? Huyu jamaa. Acha kufanya hapa wewe umeokoka. Wewe manza kwa approach kwa mimi Mr. G, nafurahishwa na wewe. Lakini niko na mtu. Niko na bwana. Bwana ama mtu? Hata bwana. Ako na bwana. Kama ni bibi ya mtu wa hiyo studio tuweze cheza. Boyfriend. Na simjui? Umjui? Hiyo nayo. Sasa nimeenda mtaani kama kwenye Dhika. Nikapatana na manzi. Akaniambia ati niko na boys, lakini umenifurahisha. Hapo can we build something? No strings attached. Ndio nikwambia kitu ya kwanza inaweza fanya nisikubali. My reason na the other reason. Reason ya kwanza, the fact that ameni approach akiwa na boy. Hivyo ndo hadi mimi atanifanyia. Na sijakataa ndio nitakwambia. Kitu ya pili, bado si right. Like kama kuna mtu na ameniambia kuna mtu, nafaa kwa hadi mimi na hiyo respect ya huyo mtu hata kama simjui, niko like kuna mtu mama. Sawa, unaelewa. Sina shida hiyo. Unaelewa jamaa hata yake akipatana na manzi yako atalima vibaya. Manzi alikuja ku approach hivyo, kuna ile motive kwa nayo. Unaelewa? Sasa wewe haina shida, lakini unajua manzi kuna ile motive na msukuma. Lakini kama mwenye unatafuta msako kwa fiti. Sasa wewe ukisikiza tu stories zake usikie ziko. Mimi nasema upe kukubali. Hadi mimi. Unajua. Cause like imagine amekuwa approach na akona boy. What prevents her from doing the same thing? Sasa kuniambia kama sasa kwa nini mmekuja kupendana? Sasa ungesema hivyo sasa. Hata either hata kama mtakuja kupendana. Acha wewe uko na roho. Sasa I think the view of one time thing and nakuja out of camera. Hata one time thing bado sipo hata hiyo sipo. Sipo na nini? Sipo bado jamaa wewe kwani wewe ni hapana, hebu niambie. Naona daktari. Nimetoka hapa nikaenda nikagonjekea Dhika. Sasa bibi na daktari wa huko. Lazima usiake daktari. Simply uko na daktari wako unamoja. Sueni ukamuone. Hapana, na nikaanza kuvia huko. Hii example ifit hapa. Inafit ile hizo ni vitu zinatanga seafood. Hapana, inaweza inaingiana. Mimi nimekwambia manze akikuja kwa approach hiyo kuna ile motive inampush to that extent. Jumanzi kaja kuja kuambia hivyo. Kuna kitu inamsukuma. Utapata hata nakwambia unasikiza hiyo manzi mwamulizo kujua sika nini. Kama ni ufala yenyewe na feel over tolerate ni sawa. Unaacha nini? Aki manzi amekuja hivyo na kama anakuwa anakufa kwenye yako. By the way
mimi na feel kwani na feel kuna mtu kama huyo ni time bomb waiting to explode. Sasa huyo mtu ametoka kwa shida nyingine, hiyo shida uje sasa amekuletea hiyo shida. Unajua perspective hii unafikiri aje? Nataka kumaccommodate. Mimi nasema ngoja hebu nasikiza mzee. Na feel tumeingia deep. Hebu mnielewe, get me straight. Ndio mimi nasema mpatana na udem, mnakwambia kuna child ako interested, doesn't matter kama anataka ni one time thing ama sijui, it's a no, because you already have a person, no, you want to get in, between that. Bro, kwani utakula ndio maana watu wanagawa hivi. Naona kama ule manzi alikufa juzi. Kwani utakula nini? Kama angeenda unakula biscuit. Ambie u boys. Jioni utakula biscuit tena. Sawa tu. Nataka Lakini unajua the way out the way out of situations kama hizo si hadi wende utafute mtu mwingine. Hiyo ni kwa shida juu nyingine. Mna believe in no strings attached. No, hiyo hata nakataa before siwezi. Ati hakuna? No strings attached. Mjaiona? Tumaiona but hatuwezi tikia. Mimi siwezi tikia. Huwezi tikia? Siwezi. Nyinyi hamjapitia maisha. Si story na kupitia maisha. Unataka upatane na demu uko nje mara moja, that's it. Wewe utaki nini? Si mara moja hadi several. But no strings attached. No strings attached. Haya kuna. Oja kujidanganya. Easy. It's real. Ni real but me kwangu zi. Me personally hapana. Hadi me personally. I don't advocate for that. Hadi mimi. Me feel ni kwanza hii generation yetu. Wallahi. Kuna movie nyingine nimecheki juzi like watu body count zao zina nini na ka string juu. Umeona hiyo? I feel like Kenya concept ingekuwa reality. Upsa ingekuwa na bini. Ingekuwa red. Huyo angekuwa na bini sahihi. Wallahi. Ingekuwa ilishapanda. Mbona mimi? Sasa mabro, ikifika ni hapo kwa body count. Tutaongea kwa hiyo episode nyingine, episode 3. Hii iko episode. Ma promise kuna episode nyingine. Kuna nyingine ina dropiwa. Sawa guys. It has been it. It has been it. On behalf of the media team, Technical team, the technical team wenye wako hapo nyuma, big up. Watu wa Wagesi hapo sound, nyuma. mtu wa sound. Watu wa sound hapo. Kina nini? Kina Bondi. Thank you. Eh, And see you next time. see you next time. Peace.